lakini huduma zetu ni masaa 24 kila siku, na usikose. Na tunamikesha viwango, hiyo ni kila siku tunamwona Bwana, na huduma zetu ni bure. Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Tumepewa bure, tunatoa bure. Kwa hiyo fika tuabudu pamoja. Nitafurahi kukuona. Kama nilivyokuahidi wakati uliopita, kwenye somo ambalo nilileta mahali hapa, nataka nikukumbushe jambo la msingi sana. Kitabu cha Isaya, ile sura ya 41 mstari wake wa 6 na ule wa 7, Biblia inasema neno haya: wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, akisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari istikisike. Bwana Yesu, libariki neno lako na mtazamaji wangu katika jina la Yesu, amen. Ujumbe ni habari ya tumika katika kusudi lako. Tumika katika kusudi lako. Kama ulinitazama kipindi ambacho kimepita, sasa hii ni sehemu ya pili ya huu ujumbe wa kutumika katika kusudi lako. Kichwa cha somo kimebeba mambo mawili: kutumika na kuna kusudi. Na nikasema utumishi wowote nje ya kusudi hauna thawabu yoyote. Utumishi wenye thawabu ni ule ambao mtu anatumika kwenye kusudi. Nikaeleza nini maana ya kusudi. Nikasema kusudi ni ile sababu ya mtu kuwepo, ni ile sababu ya kitu kuwepo, the reasons of your existence, sababu ya wewe kuwepo. Haupo kwa bahati mbaya na bila kujali ulizaliwa namna gani. Madam upo, tambua upo kwa kusudi. You are there for a purpose. Hata kama jamii na kuzalau na kupuuza, siku kusudi lako utakapolijua na likafunuliwa, ukaanza kuliishi, ambao walikuwa kusalimii wataanza kusalimia kwa heshima. Kwa nini? Kusudi lako limebeba utambulisho wako mbele ya jamii. Kusudi lako limebeba mpenyo na mafanikio yako. Na ndio maana mwisho nitakupa nafasi, utapiga simu nami nitaomba na wewe, Bwana afungue ufahamu wako wa rohoni, upate kujua kila ambacho uliletwa hapa duniani ukifanye. Haupo kufanya kila kitu, liko jambo la kusudi. Na ndio maana kama kuna msiba au janga chini ya jua, ni mtu kutumika nje ya kusudi. Usipojua kusudi lako, haya ndio madhara makubwa. Utatumika vibaya na utatumiwa vibaya. Usipojua kusudi lako, utatumika vibaya. Kwa nini? Utatumika nje ya kusudi. Wewe unaona kama umefanya kazi, lakini umetumika nje ya kusudi. Lakini watu watakutumia vibaya kwa sababu hujui ulichokibeba. Naelewa shetani asingependa usikie ujumbe huu. Shetani asingependa ulijua kusudi lako. Kwa nini? Mpenyo na mafanikio ya mtu yamefungamanishwa na kusudi ambalo lilimfanya Mungu akuumbe kwa mfano na kwa sura yake na akakuweka duniani.
Haupo duniani tu kaikeke salasala, upo ili kuiwakilisha serikali ya mbinguni katika kusudi, katika nafasi yako. Bwana apewe sifa. Hebu sikiliza maneno haya. Sikiliza. Kitabu cha Matendo ile sura ya 13. Niingie kidogo ndani nikuonyeshe jambo fulani. Matendo sura ya 13 na ule mstari wa 26. Nataka nikuonyeshe jambo fulani hapo. Habari za huyu alikuwa ni Daudi. Daudi, Biblia inasema